3 kabisa. Muda unazidi kusonga sana. Na kama unaendelea kusonga inabidi na sisi pia tunasonga naye. Nasikia kibao hicho kizuri tu. Mtakatifu Bwana Mungu. Magi. Sijui kama apart from live recording, ushaifanya mziki wenye ambao haukuwa ni live recording? Ulienda kwa studio ukafanya mziki wako? Ushawahi? Nishawahi. Na nyimbo mingi hapo. How was it? It's a good experience. Si experience mbaya. Maybe utofauti wake na live ni kuwa uko na watu ambao wanaabudu pamoja nawe. Lakini sasa studio unakuwa wewe peke yako na producer. Sisi tutosikia baadaye. Na uchukui muda na pesa si nyingi kabisa. Okay, muziki tu uko na bei kutoa, kwa sababu ukishatoa audio mingi zina range hapo 22 to 30,000. The best quality. Quality nzuri. Haya, naye unafanya video nzuri pia ina range kutoka 15 to 50. Inaweza enda hadi 50. Ya wimbo moja. Na maybe wengine ambao sasa wako level zingine za juu utapata wakinvest zaidi. So uimbaji tu tuseme tu uko na cost sana. So tukiangalia katika the current in terms of technology, kwa sababu hapa kuna AI. Kuna wengi ambao ukisikiza nyimbo, kwa sababu mimi na Jimmy tutakwambia wimbo uko na AI, wimbo ni original, wimbo uko na kitu. Wewe umetumia AI popote? Sijatumia AI. Na sina shida ya kuembrace technology. Lakini wakati mwingine nikisikiza hizo nyimbo sasa zinakosa hiyo aspect ya human touch, human wash. Nakosa kuna kitu spiritual nasikia tu. Maoni yangu. Kwa kusikiza iko sawa. Lakini ile connection. Kuna kitu spiritual kwangu ninakosa kusikia. Kwa sababu ni ule mguso fulani. Kuna mguso fulani the touch of a human being. Worshiping akimwabudu Mungu. Ninakosa kusikia, lakini maybe kuna wale ambao wakiembrace inasaidia. Na labda tukibaki hapo Magi kwa AI, kuna muziki mingi sana imefanywa na AI. In fact unapata unapeana tu, hata si lazima uandike mwenyewe lyrics. Hata AI bado inaweza kutafutia maneno, na bado AI inaweza kukupatia tune, na bado inaweza kukufanyia hata wimbo wenyewe kabisa complete. Wewe kama mwimbaji, wewe unaona future ya wanamuziki inaelekea wapi sasa? Hii kila kitu kinafanywa na AI. Wanamuziki future iko wapi? Ninahofia tusipoteze kufikiria kwetu. Tukitegemea hasa mashini na teknolojia. Ninahofia tuwe na watu ambao fikra zao hazina creativity. Unaona, original. So original itakosa. Unaona? Sasa hiyo ndo hofu yangu. Lakini pia ninajua ya kwamba Mungu ni mwerevu. Hakuna teknolojia ambayo inaweza kumuovertake, kwa sababu zote zimetolewa kutoka kwa maarufu wake. Ni akili yake tu, ni muundo. Kwa sababu ya hivyo kutakuwa tuna always a need for an original. Tutafika mahali tu tunatamani tu kitu ile the taste ile ya original. Unasikia kuconnect na mwanadamu. Unajua AI hata haifanyi makosa katika hata wakipanga kuimba hata masauti iko perfect. Lakini mwanadamu akona unasikia breath uko ndani, unahisi tu ni mwanadamu mwenzako. So mimi nasema ya kwamba kutakuwa tuna nafasi tu ya kitu ambacho ni original. Sijui Jimmy, tufungue simu zetu 0719 tupigie simu kama uko na swali la kumuuliza Magi B. Haya, wakati ni sasa. Radio Maisha, hello. Radio Maisha, hello. Hello. Hajakuwa tayari huyo, tusikie mwingine. Radio Maisha, hello. Halo Radio Maisha. Uko vipi?
Niko salama, bila shaka unaongea na Abu kutoka Nakuru. Nakuru kwema? Nakuru kuko salama, sijui studio kukoje? Huku tuko salama kabisa, tunashukuru. Ako wapi papa wa Kinjo? Kinjo alikuwa kazi mapema pale wakitangaza mpira. Amepotea sana kwa katika hii tukuza. Tuko World Cup saizi, anashikilia upande mwingine, alafu sisi tuko hapa. Atakuwa anarejea. Ako wapi mgeni wetu? Azungumza naye. Hello. Mambo? Poa sana. Nimependa ngoma yako sana. Nashukuru. Sawa. Huyu ni Abu kutoka Nakuru. Haya, barikiwa sana Abu. Kamanda. Yes, inakuaje? Tuko salama, uko vipi? Niko vizuri, naendelea kwema. Nimeshukuru. Nipe maji. Maji. Hello. Bwana asifiwe. Maji. Amina. Salama sana, ni Kamanda. Nilikuwa nauliza aje. Hivi maji kuna hilo changamoto labda inatokeaga kama labda saa mfano saa wasanii wanatry kujibuka kuamka polepole. Inasikia sehemu wanapiga gospel fresh, lakini pale ambapo labda tunaweza sema jina itokee fresh, inafika pale wanabadilika. Hivi shida inakuaga gani ndio mtu anatoka vizuri na gospel, inafika sehemu anaachana na gospel kabisa, yani anaamua na hama. Hivi shida inakuaga gani na inatokeaga wapi? Na watafanyaje ili at least waepuke hiyo? Hivyo ni Kamanda baadaye. Asante sana Kamanda. Asante sana. Ready Maisha, hello. Hello, wanatukuza. Tuko salama, uko vipi? Mimi niko poa. Mwita Benjamin kutoka hapa Narok. Nataka yani kupongeza mgeni wetu. Naam. Kazi nzuri. Haya, barikiwa sana. Sasa natalimia kina Kinjo na Mkangai sana. Tutawasalimia tukipatana nao baadaye. Radio Maisha, hello. Radio Maisha. Hello, mambo vipi? Poa sana, ni George kutoka Kamkuu. Sasa jamii nipongeza tu, anaitwa Maki. Anaitwa Magi B. Nimesikia wimbo yake si mbaya, alafu ako na sura. Umemwona hapo? Umeona wapi wewe? Nimeingia online nikamcheck. Una stream. Barikiwa sana, yote ni kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba Magi, kazi yako ni mzuri. Anthony. Ametoweka. So naona muda unasonga sana. Magi, kuna hilo swali ambalo umeuliza kwamba kuna wasanii ambao wanaanza wako kwa gospel ndani kabisa, alafu kisha baadaye ikifika wanaondoka. Watafanya nini? Ama sababu huwa ni gani? Sababu huwa ni gani? Alafu watafanya nini ili tusipate wengine ambao watakuja kuanzisha gospel alafu waondoke? Hasa shida hasa huwa motive ya kufanya jinsi unafanya. Kama wazo lako lilikuwa uje utajirike, ama wazo yako ni ya mengine, yanaweza kosa kuwafikia na ukaacha njia hiyo. Lakini ukija na motive yako ikiwe kumletea Mungu utukufu, hata kama utapatana na changamoto na ambazo ni mingi, hautawacha. Kwa sababu ya hivyo tunachunguza moyo wako kutoka ndani, ni nini kinakufanya ufanye nyimbo. Ukipata mtu ambaye anafanya kwa utukufu wa Mungu, hata kukija mawimbi yapi na changamoto zipi, hataacha. So achunguze motive yake. So umesikia Jimmy wanasema kwamba motive ndio kitu ambacho kitakufanya upotee ama ubaki. Na pia unajua unaweza ukawa na motive lakini sasa maintain. Unaweza anza foundation. Lengo lako ni kumtukuza Mungu. Lakini hapa katikati sasa msingi wako hapa katikati ya safari hapo unaanzia hayuko tena. Yaani msingi ndio kitu cha maana. Msingi wako kama umeweka msingi dhaifu, utasema kwamba motive yangu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kipaji. Alafu kisha baadaye msingi wako umeujenga juu ya mchanga. Utaanguka. Maji kija hapo, upepo
hapo unakubeba. Ukiimba kidogo ikifika mahali unasikia watu wa secular wanapata deals kubwa wana sign contract na brands tofauti. Tu achane na achana tu na hii uanze kuimba tu hii na wewe mambo umesonga. Kuisha na ndio hivyo ni ukweli. Unasonga. So kitu kimoja ni kuangalia msingi. Magi, watu wakupate vipi? Nataka tuwaambie watu watasubscribe kwa page yako vipi? Watu watakupata vipi? Pale tunakupata. Watu wanipate katika Magi B Kangai. Kangai, yani Kangai inamaanisha mtoto wa Mungu. Yes. Hiyo ni Kikuyu. Huko ile mimi ni mtu ka Mungu. Gai. Ngai Mungu. So Gai. Yani mtoto wa Mungu. Yani Jimmy Kangai. Hata unaweza sema ni Jimmy Kangai. Basi hivyo tayari. Hata ina haja eti unaweza. Jimmy Kangai. Jimmy Kangai. Kwa hivyo tunakupata Magi. Magi ni MAGGIE B Kangai K na Ngai. KANGAI. Yes, Kangai. Tunasema kwamba finya subscribe. Kwanza unajua Jimmy, tunasema tuanzie hapa. Inaanza nyumbani. Naanza nyumbani. Alafu ukiwa pale nyumbani ingia nunua bundles. Ingia YouTube. Ingia sahi. Tafuta Magi B MAGGIE alafu space Kangai. Unaona vile unaandika Mkangai? Toa mu. Weka tu Kangai. Bas. Uko sawa. Na unaipata hapo. Unaipata vizuri kabisa. Yes. Amepiga nguo yake inaona yellow pale kwa mbali. Hairstyle imetoka. Yani vizuri. Na tunasema asante sana Magi kwa kuja. Neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho ni kwa watu wampende Mungu na wakamtumikie na wasisahau kuanza na kuokoka. Yes. Waokoke ndio, alafu mambo yao yatalainishwa na Mungu. Safari hii nisiwadanganye ni rahisi ya wokovu, lakini kuna neema na mkono wa Mungu ambao hushikilia mtu. Amen. Asante sana. Mimi pia nasema asante sana msikilizaji. Imekuwa ya baraka, imekuwa nzuri. Jumapili ijayo Mungu atuhifadhi, tupatane tena hapa tuzidi kutiana moyo kwenye safari hii ya wokovu. Haya, kutoka kwangu fundi wa mitambo nasema kwamba tuwashe taa na tuiweke juu vizuri ili watu waweze kuiona, na kila siku mkumbuke Mwenyezi Mungu ana mpango na wewe, na kila wakati mtukuze kila saa. Mimi niite fundi wa mitambo. Tunasema kwamba kila wakati kaa Radio Maisha, kwa sababu hapa ndo utapata burudani na habari zenye kuaminika. Tupatane Jumapili, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Maisha.